Hata nimesahau hii tulikuwa tunawasha namna gani. Mungu nisamee. Woyani. AIC Chebarusa walikuwa wanaimba wimbo napenda. Wacha wakuje mimi ni waone ndio wao. Haya wapigie makofi wanapoingia pole pole tu. Wa mama wangwana wako na wajukuu hawa usiwaone hivi. Weka makofi ya juu wewe, usikwe mjoyo, usikwe mjoyo. Sema kumeharibika hapa sasa. Wapi makofi ya AIC Chebarus. Hey. Zile enzi bwana. Ni fire si fire. Ni moto si moto. Hey. Sasa kuna ile enzi zangu pale kutoka Murima. Kulikuwa na ile kanisa ya Wakorino All Stars. Karibu sana Korino All Stars. Wapi makofi ya Wakorino All Stars? Wow. Hey bwana, hapana, warudie. Mbona mnakata Wakorino All Stars? Na ndio nilikuwa nataka kukuja hapa mbele niwasaidie kidogo. DJ weka. Wakorino All Stars wameweza wajaweza. Wapi makofi ya Wakorino All Stars? Ni fire si fire. Ni moto si moto. Wangapi wanasema ni moto? Sasa zile enzi zangu bado. Yenyewe useme kucha bwana. Kuna ule msee alikuwa anapulisa kitu fulani hivi. Sijui alikuwa anaitwa Munichi ama ni Munichi. Munishi. Wacha tukaribishe Munishi basi. Karibu sana bwana Munishi.
zangu baba yangu wote siwaoni, kulala kwa shida, chakula cha shida, jamaa nateseka. Kulala kwa shida, chakula cha shida, jamaa nateseka. Ukininyima ugali sito kufa njaa, ukininyima samaki sito kufa njaa. Ninyime ugali, ninyime samaki, uniachie Yesu. Ninyime ugali, ninyime samaki, uniachie Yesu. Hey! 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 Hii ndio shida ya kuwa Mluhya. Mimi kitu nimeona tu kwa hiyo muziki ni ninyime ukali. Hey! Kukuwa Mluhya ni karama yani. Lakini msichali, unajua ni lazima ukule ndio uishi, si ndio? Sasa bado tu tukiwa kwa ile mambo ya usee. Unajua tukiwa usee, nikiwa kichana nilikuwa na katikanga. Si hata nyinyi mnakumbuka nilikuwa na katikanga hapa mbele? Mnakumbuka? Siku hizi nimekuwa msee, hata siwezi jaribu hiyo mambo. Naweza vunjika vidole niende hospitalini. Sasa kuna ile kwaya, apart from AIC Milimani, kuna ile kwaya ya kitambo ilikuwa inaitwa Emali Kwaya. Walikuwa wanawika huko upande ya Kitui. Unajua huko Kitui ndio kwetu huko. Sasa walikuwa wanaimba wimbo fulani hapo. Ilikuwa imeweza. Emali Kwaya. Hiyo sasa. Waongeze makofi tena, waongeze makofi. Na nawaambia yako, nyinyi hamjui usuri ya kuwa Mluhya na ukuwe na redio. Ukiwa Mluhya na ukuwe na redio, you just tune. Ni tune ama you tune? You just tune. Na unasikia msuri. Sasa unaona hii redio kaseti yangu imewaletea kwaya, imewaletea Wakedhomo, imewaletea Munishi. Sasa kuna mwana data. Enzi zetu, acha nionyeshe venye tulikuwa tuna dancing enzi zetu. Lakini kivunjika si mtu anipeleka hospitali. Onyesha hiyo kitu kitoko. Nenda hivi. Kwani redio ishiki ama nini? Redio imekataa kushika station. Sasa si kuseeka. Ishiki. Hebu nitunie, nisaidie kutune. Tune that thing hapo. Bas. Kumbe wewe ndio unachua sasa. Tukiwa vijana.
Wacha. Lakini sasa nasikia makoti mkuu. Useni mbaya. Natanesi uende mazoezi, uende ucheze mpira, uende gym. Sasa juu hiyo story kuna huyo mdada sasa. Huyo mdada alikuwa akiimba hivi. Nikipita na ile ndege yangu ya United States of Bungoma, ninaiwacha hapo chini. Umesikia? Sasa huyo mdada tunataka tumkaribishe leo. Huyo mdada, ushaisikia wimbo huyo mdada? Ati kweli ndani ya Yesu kuna raha ajabu, amani na upendo. Wewe buti hiyo redio ikuche sasa. Wapi makofi ya Rose Mwando? Haleluya. Mimi nakwambia kukuwa mzee pia ni kazi. Haleluya. Sijui vile walikuwa na survive na hizi koti. Lakini wacha Mungu awabariki sana. Juu mnaona vile kiatu msijali ni new model 1960. Koti imported from Mexico. Miwani. Wacha nisivae kwanza. So wacha tuingie tupige ya mwisho tu tukisaidiana. Hallelujah. Na request youth wenye tuko huko tuingie wote. Tuwabariki na ya mwisho. Halafu sisi tutakuwa tunafunga hiyo section. Karibuni sana. Tunataka kuwabariki na kuambia despite everything, mpeni Bwana utukufu na sifa. Na kwa sababu hii ni moto, wacha tutoe hii kidogo, ndio kidogo tu. Check 1 2 1 2. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na
zake, tetemekeni mbele zake. Yeye aliyempiga Farao kwa mapigo 10. Aligawanya bahari ya Shamu ikawa njika. Mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mwabudu Bwana.
Wapi makofi ya Bwana Yesu? Hey! Hallelujah. Hallelujah. Mkitaka hiyo wimbo mnaweza ipata. Mnione tu. Mnione. Nitawapea kwa bei rahisi, bei ya jioni. Utajisikililia. Hey. Na nikiwa hapo, wacha nichukue nafasi hii niwaalike mkaweze kununua hizi kanda. Ukiangalia ni mzuri sana. Hii moja imeandikwa mimi ni chumvi. Mimi ni chumvi. Niko na ingine pia inaitwa Yesu aliangikwa. Niko na ingine pia inaitwa mimi naenda na Yesu. Niko na ingine pia inaitwa Bwana ndiye mchungaji. Tafadhali nione, nitakubariki na mmoja. Na nikiwa nimefika hapo, nitamkaribisha mchungaji. Na kabla nimkaribisha mchungaji, nataka kuwashukuru sana kwa kuendelea kutusupport. Mungu awabariki sana. Kama wewe ni kijana uko pale, through the pastor's desk tumeweza kugrow. Tuko na youth of all ages. Na kila group tumejaribu kufactor in what they need. Tuko na group tunaita seniors. Uko 25 years and above. Unasikia sasa ni kama unavuka, ni kama uvuki. Watu ni kama mimi. Tukutanie huko. Kuna ingine iko hapo katikati ya watu ambao wamemaliza high school, watu ambao wako hapo katikati, watu ambao wako colleges. Kuna group yao inaitwa young professionals. Alafu kuna ingine tuliintroduce juzi ya teenagers. Hao ni watu wako high school. Tunataka kila mtu afikiwe kwa njia ambayo inamfaa. Otherwise tunaendelea vizuri. Tuko na program zetu. Endelea kututafuta, endelea kutufuata. Tunakuwa na Bible study. After kanisa pia huwa tunakutana. Na tunashukuru sana our sponsor, our pastor na wazee wote kwa kuendelea kutushikilia. Mbarikiwe na Mungu kabisa. Asante. Let's appreciate them. Tuwapigie makofi tena. You can have your seats. Bwana asifiwe. I was surprised. I never expected to see my wife Susan in the group. Tutafanya kesi leo nyumbani. She's a pastor, and we appreciate they have been with them in the youth ministry, and I know she really fits well. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Thank you for supporting the youth ministry. They are reminding us where we came from, and also despite the entertainment part of it, there is a lesson that we also learn from them, that the word never changes. Neno la Mungu ni ile ile tu. The fashion can change, clothes can change, but the word remains the same. And we thank the Lord for the young people for reminding us the same and making us this morning to laugh. Let me request Elder Mbidi to sit in my chair, because I have a lot of things to do today. Ndio nisisahau vitu zingine kwa sababu ya muda. So otherwise, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Good afternoon. It's already afternoon, na tunashukuru Mungu kwa yote, na kwa vijana kwa kutuongoza vizuri. We decided this year that we will factor in every department, every group, so that they can also be very active when it comes to church matters. We also saw it's good for us not to just use the home cells alone. We also use other groups that we have in the church also get to be recognized. So youths who are here, I know we have a number of youths. There are over 100 or even 200 youths in our church. Wengine wako shule, wengine wako university, wengine wako hapa. Nataka ni wahakikishia kwamba huduma yenu iko imara,
na hii ndilo kanisa lenu. And I always remind the youth to own their church, own this church. This institution is the Lord who gave us, na kwa hivyo usijitenge kuwa moja wao ya wale ambao wana participate kwa mambo ya Mungu katika kanisa hili. So vijana wote, I want to make an appeal that we have a program for you. Vile DC amewaambia, we have been working with them a journey. Even today, see, I don't even conduct their Bible study, they conduct on themselves through online every Monday, and we really appreciate you. Nilikuwa nimeona wameanza the book of Galatians. It's quite encouraging, and several people from different parts, wanafunzi wengi ambao wako universities ambao watuko na wao, they joined the Bible study. So don't be left behind, and we have a number of programs that are coming for you, young people in our church. We also saw it good for us to have this day so that we promote the youth ministry. We need a vibrant youth ministry, an active youth ministry. They had requested me kufanya matangazo through online, through recorded announcements. So alikuwa amesema uambie secretary atoke leo tutangaze kupitia kwa hewa, na they were ready to record, and then we just sit to sikiza matangazo bila kuona mtu hapa. But I know coming in the future they will do the same, and they are saying, Pastor, I think we need change. We need change, and they are bringing revolution. They are coming up with revolution. In other things they are saying is this is part of saving time kwa kanisa, and that is our youth. So kwa hivyo let's appreciate them. Na nataka tu niwachulishe pia kwamba vijana wetu wameenda mambo ya digital. Kama bado uko analog, uko nyuma kabisa. We are now in the digital space, and you must embrace the digital world. You must also embrace the internet and ICT, and that is where we are going as a church. So part of the things we are doing is that we want to improve the digital space in our church, especially matters ICT. We'll be talking of websites. We'll talking of doing things, having a modern church with good ICT programs. So kwa hivyo we appreciate the innovations and good things that are coming, na yote ni kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Allow me to recognize the visitors. If it is your first time to fellowship with us, kindly may I request that you stand where you are. Kuna mgeni kati yetu? Kuna mara yako ya kwanza kushiriki nasi? Tuko na wageni. Kanisa tuwapigie makofi wapendwa hawa, na tunawakaribisha sana katika kanisa letu. Baada ya ibada kuna ushers ambao wako pale. I think tutaweza kukutana pamoja ili tuweze kujuana zaidi na tuwakaribishe pia katika kanisa letu. Otherwise, kanisa tuwapigie makofi tena. Asante sana. Kabla sijafanya mambo ambayo iko mbele yetu, mniruhusu nichukue dakika chache tu kuwapatia neno. Najua pia vijana kwa njia moja au nyingine wameweza kutuhubiria kupitia nyimbo za sama, na sana sana mulisikia ujumbe wachana na kitambi. Sijui hiyo kitambi ilikuwa inamaanisha nini, lakini wachana na hiyo. I hope you heard the message. Na unajua anatuambia pia kama bado uko na TV kama hii you are old school. Hivyo ndio wanasema. Na vile wametandika mesa ya pasta, I think they are, wakasema sijui kama bado mnatumia hizi vitambaa kwenu. So akasema kama unatandika kiti yako hivyo to old school, you know, these guys are very funny. So see vile wamefanya pale. So but we thank God. But when I was reading through the book of let's open to the book of Nehemiah, alafu tu ingia katika ujumbe wa siku ya leo. When I was reading through the book of Nehemiah, and I had prepared a message for today on the subject agents of transformation, and I was looking at what the youths are bringing to us today, and I thought it is good also to accept change. We need to accept change. The things have really changed. Bwana asifiwe. Things have really changed, and but the only thing that cannot change is the word of God, which always keeps changing our own lives. Amen. We don't live in an era where kitambo ulikuwa unapata ya kwamba kulikuwa na rigidity kwa kanisa, ambapo you could not have even a space to sing freely to God.
kulikuwa na hiyo rigidity ya kwamba hata ukisonga kidogo bwana Muvevi ulikuwa unafukuzwa nje. And the youth are reminding us also today that we need to accept change. Amen. And serve God with so long as we are serving the Lord and giving glory to God. So na ujumbe wa siku wa leo ni agents of transformation. God is calling us to become agents of change. And the message that I have here is rise and build, rise and build. I had read this passage severally and have read it severally even during our midweek fellowship. But I thought it is good for us to bring this message home to us. Remind us, even as we walk through this journey this year, that we need to rise and build as agents of transformation. We need to rise and build as agents of transformation. Mutai ameweza kutufafanulia vizuri mambo ya development committee, and when he talks about rising and building, Mutai ametuambia ya kwamba tuungane pamoja tujenge kanisa hili. That is our vision, that we need to build our church both spiritually and also physically. Nikiona malengo ambaye wazee wameweka, akasema we need to put the electric fence. Tunataka kuweka electric fence na tutengeneze kanisa yetu ikuwe very beautiful. Those are part of the things that tells us that people now are thinking of development. When you see youths coming up with Bible study online, that tells you that there is a lot of development. When you see a development committee saying we want to build modern Sunday schools, that also means that people need change. People need transformation. Bwana Yesu asifiwe. Now, ujumbe wa siku wa leo, Nehemiah chapter 2 verse 12 to verse 17 to 18. Biblia inasema, then I said, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruin. Its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the walls of Jerusalem, and we no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Bwana Yesu asifiwe. Now, as we look at the message today, let us rise and rebuild. Tuamuke na tuweze kujenga kama watu ambao Mungu anawatumia as the agents of transformation. Tunajikumbusha kupitia maandiko haya kwamba hii ndiyo wakati ambapo Jerusalem was captured and destroyed in the year around 500 BC, long time ago. And it was destroyed by Babylonians. The reason why ni kwa sababu Mungu aliruhusu hawa watu kuweza kutekwa ama kukamatwa na kupelekwa katika exile. It is because of their disobedience to God, ni kwamba walikosa kutii Mungu. Na vile tuliona Jumapili iliyopita ni kwamba hao watu walikuwa ni watu ambao walikuwa na celebrate the temple of the Lord. Wanasifu hekalu la Mungu na hata wanaabudu zile vifaa ambavyo vinatumika katika hekalu la Mungu, lakini wakakosa kufahamu ya kwamba kuna Mungu ambaye anatawala katika mamlaka. And these people enjoyed themselves, they did idolatry, wakajihusisha katika mambo ya disobedience. They also engaged themselves in immorality and all those forms of evil. Despite the prophetic warning through Jeremiah, ambaye tuliona last week in chapter 17 or chapter 7, wakati ambapo tulisoma, they were warned, lakini their hearts were so hardened, mioyo yao ilikuwa ngumu kubadilika. Kwa hivyo Mungu akaruhusu Nebukadneza akaja pia akadestroy Jerusalem, akafunja kuta zake na pia akachoma the temple, the Solomon's temple, and also he carried many to the exile, ambaye tunajulishwa pia kwamba wengi wao walirudi baadaye kupitia mikononi mwa Zerubbabel pamoja na Ezra, and the city remained so vulnerable. The city remained in disgrace. Kukakuwa na aibu katika the city of Jerusalem, and even spiritual discouragement. Na munakumbuka ya kwamba the city of Jerusalem in itself used to display the glory of God. That is where the presence of God used to dwell because of the temple in Jerusalem. Na kwa hivyo Nehemiah, baada ya kusikia ujumbe ya kwamba kuta za Yerusalemu zimefunjwa na even the city lies in ruin and it is so vulnerable,
tunaambiwa ya kwamba moyo wake akakuwa na uzito mkubwa, na akataka kujua ya kwamba akataka kutafuta njia ya kwenda kuweza kurejesha the glory in Jerusalem, to restore back the city of Jerusalem, to bring back the revival in the city of Jerusalem. And he was moved deep with sorrow. Akaweza kunungunika, si kunungunika ama kuwa na huzuni katika moyo wake. Na njia ya kwanza aliweza kufanya ni kwamba alienda akaomba. And Biblia inatuambia hata ukiona katika chapter 1, he also fasted and God granted him favor. Tunaambia kwamba Mungu alipatia kibali even before the king. Na even wakati ambapo alirudi kwa king, tunaambiwa kwamba he was given the permission and Nehemiah was able to lead the rebuilding effort. Tunaambiwa pia kwamba Nehemiah alisimama. He stood before the broken city of Jerusalem, but he didn't just see the rubble. Hakuona tu city ambayo ilikuwa imeharibika, lakini akaona kitu ambacho kinaitwa potential. Akasema ya kwamba hata ingawa the city of Jerusalem and even the walls of Jerusalem are destroyed, bado katika city hii bado kuna matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Leo, siku ya leo ukifika nyumbani na umefika ya kwamba mambo hayaendi vizuri, Wakristo wote huwa tunahimizwa ya kwamba sisi hatutakiwi kuwa watu ambao wananungunika katika mioyo yetu, lakini tunapaswa kuona hata katika hiyo hali ngumu ya kwamba bado kuna matumaini. And even with this situation, bado jambo linaweza inuka katika jambo hili. And Nehemiah tunaambiwa kwamba he saw the people who could rise again. Akaona watu ambao wanaweza inuka tena baada ya kutafuta uso wa Mungu, baada ya kuwa na hiyo uzito katika moyo wake. Akaona ya kwamba hata ingawa Yerusalemu imetekwa, hata ingawa Yerusalemu na watu wote wamechukuliwa exile, tuko na matumaini ya kwamba hapa bado watu wataweza kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes as Christians, how you see things matters. Vile unatazama mambo always matters. There are some people here, when you look at your family, you see rubbles. Unaona vitu ambazo labda imeisha, familia yako imeisha, mambo yamekwama. But always a spirit-led person, mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu, will see an opportunity and potential. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi, unapata ya kwamba watu wengi wanajua tu kunungunika, lakini few people always look at an opportunity when there is a problem. Few people look at potential when there is a problem. But Nehemiah looked at an opportunity wakati ambapo labda watu wanaona ya kwamba this city is now lying in disgrace. Other people, perhaps they are also mocking the city. But there is someone somewhere who has a burden to restore, and God has put a vision in his head, and he's looking at this and say, bado hapa kuna matumaini. Here there is still an opportunity. People are still going to rise here. Today, as we stand as a church, and as we see a lot that is torn down in our communities, in our families, in our churches, we need to remind ourselves that we are God's agents of change. Mungu ametuweka hapa katika ulimwengu huu ili tukaweze kuleta mabadiliko. And I always remind myself, together with my wife, that the time of complaining is over. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati sasa tujue ya kwamba Mungu alituweka hapa kwa sababu ya kusudi fulani, ya kwamba lazima mabadiliko iweze kutoka. Hallelujah. That we must bring change. Even if we complain, nothing will change. We only have to see potential. We only have to see opportunity. Even when people are seeing ya kwamba kanisa hili limeanguka, bado sisi tuko na matumaini ya kwamba kanisa hili bado litaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. God called us, na nataka ujue kwamba kama umeitwa katika kanisa hili, katika jukumu lolote, kama unaitanishwa katika jina la Yesu Kristo, nataka ukumbuke ya kwamba God called us not just to repair what is broken, but also to rebuild lives. Mungu alituita ili tuweze kujenga maisha za watu, and to build their lives to look like Christ, to look so beautiful like Christ. And our mission is not merely structural. Our mission is not merely just structure, it is also spiritual. To see every believer transform and even conform into the image of Jesus Christ.
and every believer becoming like agents of change in their families, in their communities, and even in the world. Bwana asifiwe. Watu wengi wanapoteza matumaini kwa sababu ya ulimwengu huu. Lakini hatujawekwa hapa katika ulimwengu huu ili tuangalie ulimwengu na to lose hope. God blessed us here so that we can bring hope in a broken world. And God knows, Mungu anajua ya kwamba niliwaweka katika ulimwengu huu ikiwa broken. Amen. And some of you, when you talk about the world, even you find yourself in the same family that you are coming from. It is already broken because there are things that are happening there ambazo si za kiungu. But you are standing there. I want you to have this courage and confidence ya kwamba Mungu aliniweka katika familia hii that I may bring change. Bwana Yesu asifiwe. And Jesus reminds us, and he always reminds us of our identity. Yesu anatukumbusha, ukiona katika Matthew chapter 5 verse 13, that you are the salt of the earth. Akasema kabisa, you are the salt of the earth. Wakati yeye alitazama na akaona ulimwengu huu umeharibika, ulimwengu huu umeosa, akaona ya kwamba watu tu ambao watakuwa katika ulimwengu huu na wanaweza kurejesha uhai katika ulimwengu huu ni Wakristo, ni kanisa. Ndiposa Yesu akasema, you are the salt of the earth. And when you look at the salt always preserves. The salt always purifies. The salt always adds flavor. And that is you when you stand in this broken world. Unajua ya kwamba nikiwa katika ulimwengu, I am the salt. I am the one that preserves. I am the one that purifies. I am the one that adds flavor. Mahali ambapo akuonjeki kitu, si hakuna utamu, Mungu alikuweka mahali hapo ili ukaweze kuleta utamu. Amen. Mahali ambapo kumechafuka, we are not supposed to run away from those places. God bless you there that you may purify those places. Bwana Yesu asifiwe. Because you are an agent of transformation. Believers must preserve truth, must purify heart, must bring flavor of Christ into this broken world. And that is exactly what Nehemiah is doing here. He is bringing flavor into a broken city. He's saying, I want to restore back what was broken. And he does all what he can to make sure that this city is restored back. Bwana Yesu asifiwe. Now, from this pattern that Nehemiah had in his head, there are three things that we learn from. That for us to see revival, for us to become agents of change and to see revival even in our church and to see our church becoming a vineyard that bears fruit. Number one, we must embrace a shared vision rooted in God's purpose. Amen. Lazima tukumbatie. Tuko na lengo ambalo lazima sisi tukumbatie. Na ile lengo liko ndani ya the purpose of God, the will of God. Na Nehemiah tunaona wakati alikuja, one of the things that he does is that he cast a vision that united people. And that's what God wants us. You go outside there, you look at the broken world. Munaona ya kwamba mtaa wetu wa Hilton ama mtaa wetu wa London, what you look at is that you see rubbles. Everything is broken. Everything is in misery. And you go there as a leader. Na ukaweza kutazama. But you come here to tell the people of God, watu wa Mungu, niko na uzito katika moyo wangu. Niko na uzito mkubwa kwa sababu kuna watu wa Mungu ambao wanapotea katika mtaa huu. Watu wa Mungu, come, let us rebuild. The way Mutai told us this morning, akakuja akatupatia vision ya development committee. Na akatuambia, kanisa, hapa ni mahali tumetoka, hapa ni mahali tuko, na hapa ni mahali tunaenda. Amen. And then you felt, I'm convinced with this vision. That's when Nehemiah came na akakuja akasema, and then I said to them, you see the distress. Angalieni shida ambayo tuko nayo that we are in. He does what is called diagnosis and he look at the problem, but he comes now and he tells them, this is the problem. He presents the problem to them. How Jerusalem lies waste. Its gates are burned with fire. But I know even the convincing gets beyond what is written here. Amen.
It gets beyond what is written here. And then he tells people, come, let us rebuild. And that's our call today, that we have a vision as a church. We are not just running blindly, we run with a vision. And this vision is shared with us. And like Nehemiah, he had a burden in his heart to restore the disgrace of the city. Anaambia kwamba angalieni tuko katika hali ya aibu. And he wants to restore the beauty of the city. Itoke kwa aibu. And Nehemiah was disturbed by the disgrace of Jerusalem ruins. Not only because of his love for God and his love for people, but because the broken walls dishonor the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Zile kuta za Yerusalemu zilikuwa zimeanza hata nayo kuaibisha Mwenyezi Mungu. And it began to dishonor the King of Kings, Lord of Lords. And I think that should be our passion when we wake up in the morning and you look at your neighbor who hasn't given his life to Christ. And you look at the things that he's doing to the family. And you come and say, people of God, I have a burden in my heart because of my neighbor who has not known Christ. But because of what is happening in his family, the glory of God is dishonored. Come, let us go and rebuild. Bwana Yesu asifiwe. That's what we normally see and say, no, let us go and rebuild. It was disturbed because the beauty of God began to fade. His people, of their covenant identity, left them vulnerable, without dignity, revealed the urgent need for change and revival. How many of us are kept disturbed when you look at the people who are perishing in this world? Unaanza kusumbuka katika moyo wako. And you begin to rally your friends and tell them, my friends, come. I have a vision here. Come, let us go and rebuild. Let us go and restore what is broken and bring it to change. Transformation begins when the church rallies around a shared vision. Amen. Transformation begins when a community rallied around a shared vision. Not just church programs, not buildings, but transformation into Christ's likeness. When we call people to rise and rebuild the disgraced walls, our communities, our families, or youths, it must be motivated by the love for God and his people. Bwana Yesu asifiwe. It must be motivated by the desire to restore the glory of God in a world that mocks his name. It must be motivated by the desire to reclaim our identity as the salt of the earth and the light of the world. It must be motivated by the desire to secure the dignity and hope for the church. It must be motivated by the desire to ignite revival so that the church rises in power and purity. Bwana Yesu asifiwe. Friends, this message is equipping us this morning that we need to rise together and rebuild our lives with a vision of the church being reshaped and being reformed into Christ's likeness. That is the beginning of our transformation, Kanisa. It's the church being reshaped and being formed into Christ's likeness. The church becoming like Christ. The church is not a den of robbers. It is meant to be a house of prayer. In everything we do, we must reflect Christ. And I want to tell you this, wapendwa. Urembo wa kanisa letu ni utukufu wa Bwana. Kiukia jirani wako mwambie, urembo wa kanisa letu ni utukufu wa Bwana. Mwambie, kama unataka kuwa mrembo. Mwambie, kama unataka kuwa mrembo, ishi kama Yesu Kristo. Hallelujah. The beauty of the church is Christ himself. The beauty of the church is Christ himself. It is anchored in Christ himself. And jambo la pili, Nehemiah tells us here this morning is that if we have to rise and build, we must embrace. We must be grounded in God's hand.
Bwana Yesu asifiwe. We must be grounded in God's hand and guidance. Nehemiah testified. Nehemiah akakuja akapeana ushuhuda. Akasema, look at in verses in 17. Let me read verse 18. And I told them of the hand of God which had been good upon me. Remember, Nehemiah alienda akaomba na Mungu akampatia kibali. Nehemiah akaja akapatiwa nafasi ya kuondoka, lakini pia he was given favor. Akaulizwa, unahitaji nini Nehemiah? Akasema, nahitaji mbao, uniandikie mabarua ili niweze niende nikakata mbao in the forest. Unipatie barua, give me permission letter so that I can access where I can access. And Nehemiah here gives a testimony ya kwamba mimi niliona mkono wa Mungu. When I had this vision of rebuilding the walls of Jerusalem, I prayed and the Lord God led me and also he gave me favor. Na Mungu akaniongoza. Na anakuja kuambia kwamba, and I told them, this is what Nehemiah says. The hand of my God which had been good upon me, and also the king's word that he had spoken to me. Now, he's not only selling his vision, but he's also selling God. Amen. He's selling God. And his hand is really grounded in the gracious hand of God. And he's saying, the gracious hand of my God is upon me. Wapendwa, wacha niwaambie jambo moja. Transformation is not man-made. Amen. Transformation is not man-made. It is spirit-led. If you want change, you must involve God. Amen. If you need change, you must involve God. And that's exactly what Nehemiah did. Even when you see in chapter 1, he led with God. He led with God. How many people have had in ministry saying that, Pastor, kama kuna vita hamujaona ni hii, mutaona vita. I always take you to God, by the way, in prayer. When you tell me like that, ya kwamba tutapigana, na kuchukua kwa maombi. Why? It's because transformation is not man-made. It is spirit-led. Amen. Transformation here in church is not man-made. You cannot fight with your flesh. You cannot fight with your flesh. You must engage yourself more in the spiritual battle. Amen. Tafuta makanisa ambazo labda wanangangana na mambo za kimwili, fighting over some issues, and they don't pray. They might have succeeded, but for a short while. But transformation is not man-made. It is spirit-led. And we must build with prayer, dependence, and spiritual discernment. We must be alert to see us fight more on our knees than with our hands. Hallelujah. We must fight more with our own knees than with our own hands. The more we fight with our own needs, the more we are going to see revival coming to our church. The more we are going to unlock blessings that people even never noticed. The more we are going to see our ways opening. Because God ultimately watawapatia the spirit of discernment. Bwana isifiwe. Without God's hand, revival and transformation is impossible, friends. The Bible says, unless the Lord builds a house, the builders labor in vain. I don't know, when you read that verse, what comes to your mind? Amen. I don't know, when you read it, that tells me God is the ultimate builder. That we can build with our own hands. But God is the ultimate builder. We can plan, we can do this and this, but God remains to be an ultimate builder. This has been a motivation to me even when I'm in ministry. Whatever challenge that I face, I always remind myself, this one belongs to the Lord, is the ultimate builder. And unless he builds my ministry, everything else that I do is in vain. And I think it should be your reminder this morning that we need to trust in the guidance of the Lord. Even before we do anything else, the decision that we make, we must rally, yes, in the same vision. But if we are not going to build with God, it will be useless.
Bwana Yesu asifiwe. And I want to encourage us, even as we celebrate young men who are here today. One of the things that I always remind them, young people, depend on God's guidance. I spend much of my time during the week and even minister in several schools sometime. But I always tell young men, depend on God's guidance in your choices. Amen? Depend on God's guidance in your education. Depend on God's guidance in your careers. Depend on God's guidance in your relationships. Bwana Yesu asifiwe. I always remind them, prayer groups among young people can become a spark of revival. A great spark of revival. And I always remind young people, try prayer. Charibuni maombi. It is a spark of revival. Even in our universities, in our schools. I have lived in prayer. Even when people used to do strikes, I used to tell them, have we tried prayer, friends? Tumejaribu maombi. Have we tried prayer? How many of us? Wengine wananiambia, pastor, pana tushike kisu. Have we tried prayer? And I have always seen God doing things through prayer. The moment I have spent time in prayer, I have always found peace, even when I'm going through challenges. Some things I wanted to mention to somebody, but when I go to pray, there is something that tells me, don't say. It is enough. Amen? Because prayer sparks revival. I always appreciate when I come to this church in the morning. Some of you don't notice me at 8. And I find some women praying here. And when I'm praying up there, namwambia Mungu ya kwamba wacha maombi ya huyo mama isikike. Sijawahi jua ni mama yupi kwa sababu sijachungulia. But when I come here during the week, there is a woman who normally prays here. I always tell God, let that prayer be answered. Because that is the beginning of revival for our church. Bwana Yesu asifiwe. Young people who are here today, be trained to hear the voice of God. If you want to succeed, be trained to hear the voice of God. Walk in obedience. Resist peer pressure. Walk in obedience. Na jambo la mwisho that Nehemiah is igniting here is that transformation does not come only when we share our vision, but also when we involve God, but also when we ignite unity. That's what Nehemiah is saying here. Ya kwamba, let me just read for you verse 18. And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words he has spoken to me. So wakati alipeana ujumbe huo na akahusisha Mungu katika mipango zake. Look at, the Bible says in verse 18b. So they said, Nehemiah himself never told them. But after they shared the vision, and after he had shared about the hand of God and the testimony of what God has done to him, what we see next in this passage of scripture is that the people themselves said, let us rise up and build. I don't know whether you know this phrase also comes from the Old Testament. When God told whoever he told, which we believe is the Trinity, let us make. Amen. Allow me just to take you to Genesis. You know, some of you people thought God was alone. You know, in the beginning, I've been reminding you that we look at this. Look at Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us, and he was alone, let us make. Hallelujah. I don't know whether you have read that. And he's putting in my Bible, puts in a capital letters. In Genesis chapter 1 verse 26. God was alone. He created heaven and earth. Look at that. In verse 26, the Bible told them, God said, let us make man in our own. Remember, man was not created then. Who is God talking here? And we believe it is the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And it speaks to us from the beginning
that unity is important for the growth of the church. Amen. Anyone who doesn't want unity, that person doesn't want change. And that's what we see here. The people responded, let us start rebuilding. Change is never the work of one person. It is the movement of a united body. In other words, every believer is an agent of transformation, called to rise from that passive state where you are now, and now you become active agent of change. Let me just give you this, wapendwa. You know, we are one body with different parts. And I want to say this. This is not just about agreement. Unajua kuna watu ambao wakiambiwa kwamba we are going to unite together, they just sign an agreement. No, this is not just about an agreement. It is about action. Unity in action. And now I say this in the morning. For the church to truly rise and build, unity must be expressed through strong fellowship. Amen. It must be intentional. It also must be vibrant. It also must be bold enough. Wacha niseme kwa Kiswahili. When we talk about unity must be expressed through fellowship, ushirika. Lazima tuweze kushirikiana. Amen. Lazima ikuwe na lengo. It must also be vibrant. Ikuwe na msisimuko. And also enthusiasm in that case. Na lazima ikuwe na ujasiri, mwendo wa ujasiri. And I told some of you people, safari hii ya Ukristo si ya watu wanyonge ambao ni waoga. It must be a movement of people who are bold and they are spirit-led. And that's why Nehemiah comes with boldness and people say with that command, let us rise. But they know they are enemies like Sanballat and Tobiah. But they are saying, let us rise to rebuild. We know they are enemies, people who are going to destroy us, people who are going to mock us. But because we carry in ourselves boldness, let us rise. And this morning, there is something I said the other time. That where people can come and say, Pastor, let us rise. Let us rise and have strong fellowships. Let us rise and have intentional discipleship. Let us rise and have vibrant mission. Let us rise and have bold evangelism. That you go and knock into someone's house in the morning. Like Jehovah's Witnesses. I don't know whether I've met those people. Coming into your houses in the morning, come. And they tell you, ya kwamba, we have books that we are selling here. So they sell you their gospel. Where are Christians of this day who can rise with boldness and say, Pastor, let us rise from house to house evangelism. With boldness, without fear. Whether we are going to be mocked, whether we are going to be chased away. And that's what Nehemiah came and told these people, let us rise. Bwana Yesu na asifiwe. Fellowship unites us as one body. Nurturing relationships that strengthen faith. Discipleship mobilize believers with maturity and purpose. Conforming us into the image of his son Jesus Christ. Mission sends us out with compassion to rebuild the broken lives and communities. Evangelism ignites collective action, proclaiming the gospel and seasoning the world as salt. Friends, tell your neighbor, let us rise and build. Bwana asifiwe. It is a call for all of us that if we want to see this church bear fruits, we must all gather together and rise together and build together with boldness, without fear. We must march forward together as soldiers. We must restore the dignity of God's people. We must restore the identity of God's people. We must restore worship in our churches. Today we are called to rebuild our lives, families into the image of Christ. Change begins when believers rise as agents of renewal, empowered by God's hand and united in vision and committed to mission. But I love what he said in conclusion. When you look at that part, in the last part, then they set their hands to this good work.
wakaanza kazi na wakaanza kufanya hii kazi ambayo tunasema ni kazi nzuri. And that's what God has called us. So they began the good work. And God has called us today. It is not tomorrow. It is not the other day. It is today that we begin the good work of building His church, reshaping the image of this church, transforming this church, repairing this church, lifting the ministry of this church for the glory of God. Remind your neighbor once again that you are the salt of the earth. Amen.